Kuna watu katika maisha yako ambao uliamini ni wa kudumu. Uliwaamini, uliwapa muda wako, uliwapa moyo wako. Lakini ghafla kila kitu kinaanza kubadilika. Unahisi mzigo usioeleweka. Amani inapotea. Na ndani kabisa ya moyo wako kuna sauti ndogo inakwambia, huyu mtu si wa hapa tena. Lakini unapuuzia. Kwa sababu unajua nini? Kuachana ni ngumu, kuachilia ni chungu. Na kweli unaogopesha. Lakini leo utaelewa kitu ambacho wengi hawajui. Wakati mwingine Mungu hakuondolei watu kwa bahati mbaya. Anakuokoa. Na hizi hapa ni dalili 8 nzito kwamba Mungu anajaribu kumtoa mtu fulani kwenye maisha yako. 1, amani yako inatoweka ukiwa karibu nao. Kabla ulikuwa na furaha. Lakini sasa kila unapokuwa nao moyo wako haupo sawa. Hakuna ugomvi mkubwa, hakuna drama ya wazi, lakini ndani yako kuna msukumo wa ajabu, kama kuna kitu hakiko sawa. Hii sio bahati mbaya. Mungu huzungumza kupitia amani ya moyo, na amani ikiondoka, basi ujue kuna ujumbe. 2, wanakuvuta mbali na Mungu. Pole pole unaanza kubadilika. Muda wako wa maombi unapungua. Unaanza kupoteza hamu ya mambo ya kiroho. Unaanza kufanya vitu ambavyo zamani usingefanya. Na ukiangalia vizuri kuna mtu yupo nyuma ya mabadiliko hayo. Sikiliza vizuri. Mtu anayekutoa karibu na Mungu hawezi kuwa baraka katika maisha yako. 3, unajaribu kurekebisha uhusiano lakini hauendi popote. Unazungumza, unasamehe, unajitahidi, lakini kila kitu kinarudi pale pale. Ni kama unapigana vita peke yako. Na kila unapojaribu kurekebisha, mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi. Hii ni ishara wazi Mungu hakuumbi vitu ili wewe uvivute kwa nguvu. 4, unahisi umechoka kihisia. Huyu mtu anakuchosha, sio kimwili bali kihisia. Unamaliza muda nao ukiwa umeishiwa nguvu. Unahisi mzigo. Unahisi kama unapoteza sehemu za nafsi yako. Na hii si kawaida. Watu sahihi huongeza nguvu yako, sio kuipunguza. 5, mlango unafungwa mara kwa mara. Unajaribu kukutana, haifanikiwi. Unapanga, mambo yanaharibika. Unataka kuweka mambo sawa, kila kitu kinakwama. Ni kama kuna nguvu fulani inazuia. Hii ni muhimu sana uelewe. Sio kila mlango unaofungwa ni hasara. Mingine ni ulinzi kwa ajili yako. 6, unapata onyo ndani ya moyo wako. Kuna sauti ndogo lakini yenye nguvu. Inakwambia jihadhari. Huyu si sahihi. Usiendelee. Lakini unaipuuza kwa sababu ya hisia zako. Kumbuka kitu kimoja muhimu sana. Mungu mara nyingi hanongi kwa kelele. Anazungumza kwa utulivu wa ndani mwako. 7, ni mahusiano yenu unakosa kukua. Hakuna maendeleo, hakuna mabadiliko mazuri na hakuna direction. Ni kama mmesimama sehemu moja au mnarudi nyuma. Na unapojaribu kuona future huioni wazi. Hii ni ishara kwamba kitu ambacho Mungu hayupo ndani yake hakikui kwa njia sahihi. 8, unajikuta unajipoteza. Hii ndiyo dalili hatari zaidi. Unaanza kupoteza wewe halisi, kwa maana uhalisia wako unatoweka. Ndoto zako zinapotea. Thamani yako inayeyuka na unajikuta unaishi maisha ambayo sio yako. Na yote haya kwa sababu ya mtu mmoja tu. Sikiliza hili kwa makini. Mtu yoyote anayekufanya ujipoteze si sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu kwa upande wako. Sasa jiulize swali moja na la muhimu. Ni nani kwenye maisha yako anakupa hizi dalili? Usikimbie jibu, kwa sababu ukweli ni huu. Kushikilia mtu ambaye Mungu anataka aondoke na kuchelewesha baraka zako mwenyewe. Wakati mwingine unachokiona kama kupoteza ndio njia ya Mungu kukupeleka kwenye kitu kikubwa zaidi. Usiogope kuachilia, kwa sababu kila kitu Mungu anachoondoa ana nafasi ya kukibadilisha na kitu bora zaidi. Kama ujumbe huu umezungumza na moyo wako wa ndani, basi usikae kimya. Bonyeza like, lakini subscribe kwa ajili ya ujumbe zaidi kwa kufungua akili. Na comment nimeelewa kama uko tayari kuachilia ambacho si chako. Na kumbuka kitu kimoja muhimu sana hapa mwishoni. Sio kila mtu aliyeingia kwenye maisha yako ameandikiwa kubaki kwako.